na Mungu akaachilia kitu, akaachilia baraka zake, baraka kubwa ambayo unaweza pendekeza kila mmoja itafute. Ni uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako. Unaweza pata gari, ni vizuri, lakini kuna baraka kubwa ya uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya maisha ya mtu. Roho Mtakatifu ndani ya Agano la Kale alikuwa anaonekana tu kwa maprofeti, manabii, anaonekana kwa wakuhani na kwa wafalme. Lakini kwa sasa, kwa hiyo siku, watu walikaa pamoja na kutafuta promise ya Roho Mtakatifu, kwa kitu kikachiliwa. Kwa sasa wewe na mimi tunaweza kaa kwa pamoja na kusema leo, Baba, tunahitaji Roho Mtakatifu, tunahitaji baraka ya Roho Mtakatifu, utujaze tena. Tukiwa kwa pamoja, nia moja, tukitafuta hii mapenzi ya Mungu, Mungu ataachilia baraka zake, kwani kuna mmoja. Na kutakuwa matokeo mengi ambayo yanaonekana katika kanisa wakati ilizalika hiyo siku. Biblia inasema kwa Acts chapter 4, tukisoma hata verse 23 na verse hata 32, inaonyesha kwamba hiyo sasa hali ambayo inaonekana ndani ya kanisa. Biblia inasema hapo kwa 32, inasema walikuwa hata wakigawanya mali, wakisaidiana kwa pamoja, wakitoa vitu pamoja kwa pamoja. Yule ambaye hana mahali, walikusanyika kwa umoja, alikuwa anapata hata kitu kidogo. Yule ambaye alikuwa amekosewa, kwani walikuwa kwa ushirika kwa kweli, wakisaidiana ndani ya umoja na upendo. Biblia inasema kwamba hata wakati wa mitume walikuwa wakihubiri, Mungu alitenda miujiza zaidi, kwani watu walikuwa wameungana kwa pamoja, walikuwa wameshirikiana kwa pamoja. Watu walitoa hata vitu vyao kwa pamoja, kwa upendo. Hautasema huyo na mdharau, kwani huyo maybe si wa kabila yangu, lakini walikusanyika kwa pamoja na kukakuwa mkono wa Mungu ukaonekana kupitia kanisa hili. Na ndio hiyo nuru ambayo tunapenda tuweze kuonesha kwa ulimwengu. Ilikuwa kanisa ambayo ilikuwa mfano bora.